Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Diaspora TZ? Kikubwa tu ni kwamba usahau kusubscribe, kucomment na kulike ili wa kwanza kupata taarifa zetu ndani ya Diaspora TZ. Leo tupo na moja kati ya wasanii ambao wanafanya nyimbo za Injili, anaitwa Emmanuel Muhando. Tuko naye hapa kuzungumza naye mambo mawili matatu kumhusu yeye na kazi zake za sanaa. Moja kwa moja naenda kuungana naye bana. Bana, mambo vipi? Safi kabisa, namshukuru Mungu. Kama kawaida? Mshukuru Mungu, ni mwema kabisa. Mungu ni mwema. Nataka nianze kwanza namna ambavyo Emmanuel Muhando anaishi. Jina lake, historia yake fupi, Emmanuel Muhando. Of course mimi naishi kawaida sana, lakini namshukuru Mungu mpaka amenifikia kunipa ile jina la Emmanuel Muhando. Historia yangu sio ndefu sana na sio kubwa sana, lakini namshukuru Mungu mpaka hapa nilipofikia. Ujue bado tunapambana. Mimi nafanya muziki wa Injili kwa wale ambao wananifahamu na wale wasionifahamu. Leo kusimama mimi hapa ni kuja pia kujitambulisha pia kwenu, kwa sababu nachokifanya inabidi mkijue nini ambacho Mungu ameiweka ndani yangu. Kiufupi mimi naitwa Emmanuel Muhando, ni gospel artist from Tanzania, East Africa. Emmanuel Muhando, mpaka sasa hivi pengine watu wanataka kufahamu ni kwamba una album ama una EP na una ngoma ngapi kama hauna hivi vyote viwili? Mimi tangu nianze muziki wangu mpaka sasa hivi nina mpango wa kuachia EP, ila nina nyimbo kama 3 hivi zipo YouTube kwenye platform zangu zote. Ukinitafuta Emmanuel Muhando kwa utazipata nyimbo zangu. Bwana Emmanuel Muhando, mtuambie namna ambavyo ulianza katika nyimbo za Injili. Ni kitu gani ambacho kilikupushi wewe kuanza kuimba nyimbo za Injili, japokuwa tunafahamu vijana wengi sana wanapenda kuimba bongo flava ama piano na vinginevyo vingi? Of course, unajua tunapozungumzia muziki wa Injili, kwanza ni kazi. Alafu ukiachana na kazi, hii ni huduma ambayo inatakiwa imbadilishe mtu. Naweza nikakutana na mtu yoyote, lakini ni ile message ambayo nitakayoitoa itamfanya yeye abadilike na amrudilie Yesu. Unajua vijana wengi sasa hivi wamepotea, unaona, lakini endapo sisi ambao tumefunuliwa na Roho Mtakatifu kufanya kile kitu ambacho inatakiwa kiwafikie wao, yani inabidi tu kiwabadilishe. So mimi muziki wangu nilianza toka 2021. So ukihesabu mpaka sasa hivi sija kama na miaka. Nani labda pengine alikushawishi wewe kuingia katika nyimbo za dini? Kama nilivyokuambia awali, mimi sikushawishiwa, ila ni wito, niliitwa. Unaona, Mungu ameamua, kwa sababu mimi mwanzoni aliyokuwa ananisimamia alitamani sana mimi nifanye bongo flava, lakini mimi sio mimi nilimbadilisha, ila Yesu aliye ndani yangu ndo alimbadilisha mpaka akanisupport mpaka sasa hivi nafanya gospel. Na labda pengine watu wangependa kufahamu namna ambavyo ulianza mpaka sasa hivi ulipofikia, ni kitu gani kikubwa ambacho kimefanyika katika maisha yako wewe? Namshukuru Mungu, shuhuda ziko nyingi sana. Mpaka tu hapa nilipo mimi ni shuhuda, lakini vitu ni vingi ambavyo Mungu anakuaga anatutendea, japokuwa tutaki kuviweka public, lakini Mungu amekuwa ni mwaminifu kwetu sana. Muziki wa gospel unalipa kweli kweli, hasa endapo utatembea katika utii. Labda pengine kuna wengi wanajiuliza kwamba kijana kama wewe unajihusisha katika masuala ya nyimbo za Injili. Wengi wanaamini kabisa kwamba kujihusisha katika nyimbo za Injili ni kama kijana kwa sasa hivi ni kama unatafuta trending tu basi. Kwa wale ambao hawajajua kusudi la Mungu, unajua ukishajua kusudi la Mungu na ukajua nini ambacho Mungu sasa anakitaka, hauwezi kusema trending. Sisi hatujawahi kufanya trending. Tungekuwa tunataka kufanya trending, tuna content nyingi za kufanya itufanye sisi tuende katika hizo trending wanazozizungumzia, lakini sisi tunatambua kusudi, na ndio maana tunahakikisha Injili wafikie watu na tuwabadilishe watu waje kwa Yesu, wamjue Yesu. Mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi? Mpaka sasa hivi mimi nina nyimbo 3, lakini nataka niachie soon. Hapa mtaniona naachia nyimbo ambayo inaitwa Mama. Hebu tupatie kidogo nyimbo ambayo katika nyimbo hizo 3 tupatie kidogo nyimbo moja. Kabla sija kuwepo, Muumba wangu umenifikiria, tena kwa kupendo kwetu kamtoa mwana kondoo, dhambi zetu kaweka kando, kafanya agano tukasamewa. Ni heri kuwa ndani ya wewe Yahweh, ni heri kuwa ndani ya wewe Bwana, siku za mwisho zinapokuja nikaokolewe nawe. Bwana, huyo kama ambao unataka kumsikia ni Emmanuel Muhando, ambaye ametupitisha kidogo katika zile nyimbo ambazo yeye amehusika katika kuziimba na kuziandika pia. Hizi nyimbo umeziandika wewe ama? Of course Mungu amenijalia hiyo neema, namshukuru kwa hilo.
amekuwa akiniachilia sana na kuwa nafanya kazi zangu mwenyewe, sijawahi kumshirikisha mtu yote kwamba niandikie. Kwa hiyo mimi naandika sana yani. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na vipi sasa katika kuhakikisha kwamba unashirikiana vizuri wewe na wasanii wenzako wa Injili? Yeah, of course hiyo ipo na inaendelea kuwepo kwa sababu tunafanya kama familia na lengo letu tunachokifanya ni kufikisha tu ujumbe kwa watu waokoke, watu waokoke. Kwa hiyo ushirikiano huo upo.